Hujambo na karibu ndugu mtazamaji wa channel yako pendwa ya Hodim TV. Tunasema Arts with Ethics. Kikubwa zaidi bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zote ambazo tunazi-upload hapa Hodim TV. Nataka tuzungumzie kitendo cha Felix Tshisekedi kukubali kutoa madini kwa lengo la kupata msaada wa Marekani kuwamaliza M23 au kumaliza mauaji ambayo yanaendelea nchini Kongo. Je, atafanikiwa au bado itakuwa ni kipengele katika kuwamaliza M23 au bado Kongo itabaki kusumbuliwa na machafuko kwa muda mrefu? Watu wana mitazamo tofauti na kila mtu anakuwa na mtazamo wake kulingana na yeye anavyolitafakari jambo. Kuna wengine wanasema Kongo inahitajika kutafuta msaada nje ili iweze kujitoa au kujinasua katika machafuko ambayo yanaikumba. Lakini na wao wana sababu zao mpaka kusema hivyo. Wanadai kwamba Kongo kwa sasa hivi ina vibaraka wengi, lakini pia ina mamluki wengi ambao hapo serikalini. Kwa mfano, Kongo inapambana na M23 ambayo hiyo M23 ina Watusi wengi, lakini pia ndani ya serikali ya Kongo Watusi ni wengi sana. Sasa watu wanashindwa, wanasema kwamba atafute msaada nje kulingana na kwamba jeshi la Kongo linavyopambana na M23, lakini kuna wanajeshi ndani ya Kongo wanavujisha taarifa za siri za jeshi la Kongo kwa M23. Lakini pia inakuwa ni vigumu sana kuwapiga M23. Lakini pia kuna wengine tena ndani viongozi wa serikali ni Watusi ambao wanasimama tena na Watusi wenzao, japokuwa hawasimami moja kwa moja, wanasimama kwa kujificha. Wanashauri kwenda Marekani huenda ikasaidia. Lakini mimi kwa upande wangu naangalia kwamba nature ya mtu ambaye unayotaka akusaidie. Kwa mfano, Marekani amekuwa ni kigeugeu sana, na nyie mtakuwa ni mashahidi. Marekani ni kigeugeu sana. Leo mtakubaliana hivi, kesho atageuka. Kwa mfano sasa hivi kule nchini Ukraine, kipindi cha Joe Biden alikubali kwamba atamsapoti Volodymyr Zelensky kila hatua, na atapambana na Urusi, ataipa Ukraine kila silaha na kuweza kumshinda Vladimir Putin. Lakini alivyokuja Trump amebadilisha mada, kamwambia kwanza anataka Ukraine imlipe, yani Ukraine imlipe Marekani kwanza ndo aendelee kutoa misaada. Ukraine iuze madini, Ukraine ifanye namna yote ile, iuze rasilimali ilizo nazo, ilipe deni ndo iendelee kupata msaada, ambavyo ni tofauti kabisa na makubaliano yao ya mwanzo kati ya Volodymyr Zelensky na Joe Biden. Lakini licha ya hivyo, sasa navuta picha, Kongo anaenda kufanya mazungumzo na Trump kwamba Trump aisaidie Kongo kuwaondoa M23. Kesho ujue kwanza, ukiwategemea manyang'au ni kwamba watakuja kweli, wataleta vikosi na wataendelea kuchimba madini, lakini mwisho wa siku wanajua kwamba vita ikiisha ni kwamba Marekani sasa watakuwa hawana chao, na wao wanapenda waendelee kunyonya wapate madini, waendelee kupata rasilimali. Nina wasiwasi kwamba Marekani anaweza kweli akawa na uwezo wa kuondoa M23, lakini akawa anafanya mpango tena kwamba wawe wanapambana
wanapambana nao wasiishe ili waendelee kuchota madini. Hicho cha kwanza. Lakini pia ni kigeugeu. Utakuta kesho amewabadilika au akiingia mtawala mwingine anabadilisha kwa maslahi ya Marekani. Mimi ndo mtazamo wangu. Vipi wewe ndugu mtazamaji? Wewe una mtazamo gani kuhusu mgogoro wa Kongo na suluhisho lake la kwenda kutafuta msaada nchini Marekani? Dondosha comment hapo chini. Tuweze kuwa pamoja, tukusikilize, tuweze kujadiliana. Asante.